Yule ambaye ako na kikabu yetu ile tutaweka sisi sadaka yetu uwe tayari, kwa sababu sitaongea sana. Vile mumeelezwa na vile huyu ndugu yangu amesema kutoka kwa mheshimiwa Ndindi. Bishop, mimi ni mtu wa kazi kitokea mimi nataka kuwa hapo inifanye hapo. Sikuangi na mambo mingi sana, lakini kwanza acha nianze kwa kukushukuru Bishop Gishere. Niseme tu kweli, unajua sisi zote ni wanadhambi, na ukiwa kanisa kama mimi niko hapa mbele yako, this is the place that I should be most honest, because I'm in the presence of God and in the presence of you. I was negotiating like that fellow who was asked to go and preach in Nineveh, and then he went somewhere else, then he was swallowed by a fish. When we agreed that we are going to have this function on 15th of March, I did not know that I would have a very crucial. I was supposed to be here last year when you had a function of this kind. My two friends, Peter Kimari and Karanja Kibicho, were coming here. They told me to come with them. I did not make it at some other function. So I thought if I failed again, this was going to be a second time I'm failing you. And you know, you and many of our clergy in this country are people I genuinely, and I'm saying this, God is seeing me from heaven as I say this, you are people I genuinely love and admire. You know, there are people I've worked with, there are clergy who have retired, the former bishop who was in Westlands, your colleague who was in that church in Ken, or where we were the other day. I love you because of your sincerity of heart, your honesty. You are not people who coin up things and tell stories. So because of that, let me do whatever it takes. Actually, I arrived this morning after doing, about saving this way. I pinched myself. I said, I hope I've won. I could have picked one. In that confusion, I would have picked one shoe this color, another shoe the other color. But I wanted to be here because, one, I did not want to let you down or fail in this appointment. I thank you because I believe as a Christian, when someone gives you an opportunity to participate in the work of God like we are doing here, in fact, they are doing you a favor. You are getting an opportunity to partake in the blessings of God in doing God's work. So thank you so much for the opportunity you have given us. Sitting here and listening to the sermon this morning has been extremely inspiring. And every time I hear this, I keep saying the Spirit of the Lord is saying something to us. Because the speaker hit the nail on the head, spoke to us on the things that we are all the time concerned about. Don't give up hope. Deny falsehoods like Paul told the Galatians. Resist discouragement. Don't give up in life. And don't get tired. Continue to do good, even when sometimes things don't look as good as they should. Kwa hivyo, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu for the opportunity to be here. And Bishop, I want to tell you one thing. You are one of the people I consider as role model. Na tena kufanya kazi kama hii. Najua kuna watu wengi, na nimezungumzia haya maneno sana mimi siku hizi kwa sababu ya siasa. Kuna watu wengi wanakaa kwa uongozi miaka mingi, wanakaa tu hapo tu. Hata ukiwauliza siku moja mkikutana, wewe ulifanya nini? Hata mti moja hawezi kuwa anakuonyesha alipanda ile mti. Nothing. Maneno tu. Lakini Bishop, umeona vile umejitolea, because tukiangalia hii, this is a statement about leadership. This is vision. Because when our children and our children's children come here, wataambiwa, I hope mtaandika kona moja hapo, hii iliongozwa na Bishop Gishere akiwa hapa. Hata ikichukua miaka 100, ni mfano mwema wa uongozi. Commitment, raising 100 and something million, 200 million project raised by Christians. Point number 2, hii ni ishara kuwa kanisa, we can do almost nothing in this society without the church. Let me tell you the truth. Mimi nimekuwa waziri wa elimu.
we would not be where we are today in the education sector in this country without the church. That's why every time we had issues in the education sector, mimi wazee wa kanisa wakiniita, mimi nilikuwa namwambia hata Bishop Orisabit, mimi huwezi kuja kwa ofisi yangu. And you know, mimi Bishop Gishere huwezi kuja kwa ofisi yangu. Mimi ama secular leader, mimi ni mtu wa hapa mtaa. Wewe umeweka mikono, wewe ni kiongozi wa Mungu. Ukituita mimi ndio nitakuja kwako. Huwezi kuja ofisi yangu, mimi mtu mdogo nitakuja kupangwa hapa na secretary. Ndio unakuja kupangwa na secretary, kupewa chai hapo hivi na mtu wa kawaida. Wewe ni mtu umeweka mikono na Roho Mtakatifu. Unatuongoza. So hata Bishop Elizabeth nimwambia wakati huo, huwezi kuja kwa ofisi yangu. Kiongozi wa Anglican Church, uningoje kwa ofisi yako, mimi nitakuja huko. I'm the servant. And I used to go to everybody, even Cardinal Njue. I told him I'll walk to your office in all family basilica. Nitakuja huko. Unieleze because mimi am a servant, mtu wa huko kufanya kazi. Mimi ni mtu wa mkono wa wananchi. Ukiniambia kazi ni hivi, inapatikana huko, ninalenga huko the same day. So hivyo ndivyo mambo inatakiwa kwenda. Kwa hivyo I'm grateful that umetupea hii nafasi kuona hii kazi nzuri umefanya. Na Wakristo wenzangu, mimi nataka kuwasihi that this country has been built through effort na commitment na unity yetu. Just look at yourselves katika this diocese muone vile mumeungana. Hakuna mtu ametoka kwingine huko mbinguni akakualetea hapa milioni 100 na zaidi. Ni nyinyi mmejitolea hapa, mkakucha pamoja, mkaungana. Look at what you have done with the blessings and the guidance of the Lord. Let us have confidence and faith in ourselves, kwamba hata sisi tunaweza kutengeneza mambo yetu iwe sawa. Pointi yangu ya tatu ni tuko katika hali hii ya kubadilisha uongozi wa nchi yetu. Na nimesema hivi, wenzangu katika upinzani, sisi sote tuko pamoja. Na sisi tuliamua tutakuwa katika multi-party democracy. Kwa hivyo hivi vyama vyote vya upinzani tunafanya kazi, tunatembea tukiwa pamoja. Hata leo asubuhi nimeongea na Mheshimiwa Gachagua. In fact, wakati nilifika hapa asubuhi, nimeongea na Mheshimiwa Gachagua kumwambia tuko na yule mkutano wa Gatanga, mimi nitaenda Wetheka first, nikimaliza kutoka huko nitakuja kushirikiana na nyinyi wapate mahali mmefikia. Kwa sababu sisi sote tuko timu moja. Nimeona wiki hii na wiki nyingine iliyopita, kwa sababu tumeenda na Mheshimiwa Gachagua, Mheshimiwa Kalonzo, sisi wote timu moja na Martha, tulianzia Embakasi kanisa, tukaenda Kisii, tukapiga siku 3 hapo, tukarudi hapo, tukakuja Nakuru, tukaenda kumalizia Kiawara huko Nyeri. Sasa watu wameanza hapa kutetemeka, nimeona wameanza sasa story nyingine kujaribu kutugawanya, kusema sijui mimi, kwa sababu they were thinking that we would never work together. I have bad news for you. We are going to work together. Na hiyo porojo yenu na propaganda yenu, shauri yenu, you think you are going, I'm not going to work with Gachagua. I am declaring you, I am going to work with Rigathi Gachagua. Yeah. And I will work with Kalonzo Musyoka, with Martha Karua, with everybody. Tuweke nchi yetu yote pamoja. Sasa wewe kama una shida yote, enda utafute Bishop Gishere akuombe. Yeah. We are going to work together. Because wananchi wanataka tufanye kazi pamoja. Ama namna gani wananchi? Unataka tufanye kazi pamoja. That is how we are going to help our country. Point yangu ya 4. My brother, the PA to Honorable Ndindi Nyoro, msalimie sana. So one of those MPs I admire, he's a good friend of mine. Na hiyo maneno yote umesema, mimi ni mwerevu nasikianga sana. Nimesikia niko na wazee hapa, nitakuja tu usiku siku moja niombe hapa na Bishop Gishere watatupanga. Hakuna iko. Hiyo ndio, that is the way we are all thinking. Tunataka kuwa pamoja namna hiyo. Sababu hii ni wakati wa kusema no one should be left behind. Sisi sote tuungane tujenge nchi yetu. Mwisho nimalizie hii. Kuna mambo mawili ambayo yanafanyika nchi yetu hapa, which I think nikiwa katika umma, like today I have to talk about it. We are suffering, and those of us who know and understand how government works,
We are suffering from historic wastage of public resources, unprecedented. Mimi sijaona mambo kama haya tunaona. Eti budget inasema ya mwaka huu tuna allocate State House 17 billion. Mimi najiuliza hivi, how can State House need more money than Moi Teaching and Referral Hospital? The State House is not a referral hospital. Hakuna surgery inafanya huko, kuna watoto wanasaliwa huko, hakuna kidney transplant inafanya State House. Why do you need 17 billion? Na tena wananchi mjue hivi, na ni mambo ya ajabu. That is doubling the budget allocation for State House from last year. We are not that foolish. You are doing it because this is an election year. Unataka kutumia hiyo pesa kununua watu na kuonga watu. That is what's happening. Kama namna gani wananchi? That's what's happening. Hii ndio ile sometimes when I get to the mood of work nasema wala nyinyi nipe hii kazi muone. I'll cut that budget by 80%. 7 billion iende kwa education, 7 billion iende kwa health sector. State House ibaki na 3 billion. And even those 3 billion, I might even return $1 billion by the end of the year. Kwa sababu, what do you do? Unafanya nini hapo? What do you do with 17 billion? Na ujue kwamba Wakenya mjue, and this is why you need to have information. Office of the President, ofisi ya Rais, hizo department zote, they are already allocated money. Then you allocate State House itself 17. Watoto wa grade 10 wengine hawajaenda shule. Ni hapa Kiharu Ndindi ameng'ang'ana amefanya vile amefanya. Na ninamtolea kofia. Tell him, I'm proud of him because of what he has done in education in this constituency. I wish the other members of parliament would copy that and alleviate the pain of our parents. I've been in that sector. So the sector is confused because sasa wale ambao who are supposed to lead it don't know. Every day wakiamuka asubuhi is excuse. Tunataka kusema sisi tunatafuta kazi vile mmesema. Nyinyi ndio mnapea hiyo kazi, sisi tunaandika barua ya application. Nyinyi ndio mtaisoma. Nyinyi ndio interviewing panel. Nyinyi ndio mko na kalamu ya kuandika watu hiyo kazi. Mimi naiomba. Na kwa sababu ile mzee mzuri alisema gonga mlango. Mimi nimekuja hata hapa Waitheka leo kugonga mlango. Na gonga mlango tafadhali. I am knocking, I'm at the door. Mara mlangani mzee. Niko kwa mlango na gonga. Mkifungua niingie ninawaahidi. Ile tulifanya education itakuwa tu something you wouldn't even talk about. Tutafanya mara 10 ya ile. Ensuring that our country is managed properly. Mambo inaenda mzuri. Jambo la pili ni mambo mmeona ya kupiga watu wahuni. Biashara ya mtu mwingine pale Kisumu, wahuni wanatumwa huko. Sasa tutakuwa nchi ya wahuni jamani. Eti sasa ukitaka biashara ya kadosi utaenda usanye wahuni, uwalete, utafute makaratasi zingine, uingie hapo. Sasa nani ataegeza nchi kwa sababu there is no rule of law? Ni wahuni tu, wale wako na nguvu ndio wanatumia nguvu kufanya vile wanataka. Tafadhali tuache hiyo maneno. Mwisho kabisa, on the side of hope, I am very proud of our church leaders. I know that we always ask clergy to pray for us. Lakini na sisi tuwaombe viongozi wetu wa kanisa. Tafadhali mtushikilie. Sermons like the one I've had here this morning should be preached across the country. Tuambiwe wananchi, educate our people. Honestly speaking, if the church in Kenya took a position like the one I've had here this morning across the board, we will not even have anything to worry about. We will have the changes we need, we'll streamline our country and we'll move forward. Kwa hivyo, church leaders, our hope is in you. Sisi tunawaangalia. Na vile nilisema nyinyi ndio mko na nguvu kuliko sisi. Unajua sisi tunatafuta madaraka ya kupewa na binadamu. Nyinyi yenu ni ile mmewekea mikono, mnaongozwa na Roho Mtakatifu. Tafadhali mkiomba, muombe nchi yetu.
na mtuombee kuwa we don't destroy our country na siasa mbaya ya shida na mambo kama hayo. Tukikaa pamoja kama chama Jubilee tuko na tutakuwa na candidates, na vile viongozi wamesema wale candidate wataenda kwa wananchi, lakini wananchi ndio wako na jibu la mwisho. Na tukifanya hivyo tunaambatana pamoja na wenzetu wote wa DNU, wa PLP, wa Wiper, timu moja lete mabadiliko mapya katika nchi yetu. Tutaambatana na wewe kwa hii safari leo, kesho.